Kuna aina ya ngozi inaitwa crust ambayo haina rangi. Kwa sababu ngozi tunatumia ngozi aina 3. Tunatumia brown, tunatumia nyeusi na nyekundu. Sasa wakati mwingine huko kiwandani tukienda, tunalazimika kuchukua ngozi ya crust ambayo ni white, ambayo haina rangi. Sasa tunachukua rangi ili kuja kubadilisha sisi wenyewe. Kwa hiyo pia tulikuwa tunatamani sana hata kama basi halmashauri itatuwezesha tena kwa mara nyingine ya 3. Basi at least watuangalie tena pia kwenye nafasi ambayo yani tutafanya kazi, kwa sababu sisi shughuli zetu ni shughuli ambazo pia sio sisi tu tunanufaika. Tunaajiri pia vijana. Kuna vijana ambao wana mazingira pia magumu, unakuta tunawachukua, tunawashawishi yani kutoka kwenye zile sehemu mbaya, yani tunawaajiri. Mungu aguse hitaji lako mama. Mungu asikie ombi lako mama. Tena ayafute machozi yako mama. Umelia inatosha. Umelia inatosha. Lakini tuna makundi mengine ya kiumo haya ya watu wenye ulemavu ambao wanajishughulisha na kilimo cha biashara, kilimo biashara kama ulimaji wa vitunguu. Mfano katika kata hizi za Sambasha, Ilkidinga wamekuwa wakifanya vizuri sana, na pia wamekuwa wakirejesha vizuri kwa wale ambao tayari walishapata mikopo huko nyuma, wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa hiyo vikundi hivi vipo kwenye mchakato sasa wa kupata mikopo hiyo robo ya kwanza, na tunatarajia mapema hapa vitapata mikopo hiyo ili waweze kuendelea na shughuli zao, na baada ya hapo basi tunategemea kuendelea kujenga uwezo kwa vikundi vingine na maeneo mengine ambayo yatakuwa hajafikiwa. Lakini pia tumekuwa na vikundi vingine vya vijana ambao vimekuwa vikifanya vizuri. Tunafahamu vijana wamekuwa na changamoto kubwa sana, hasa ya kuwa na ile hamu ya kufanya maendeleo, lakini wengi wamekuwa si waaminifu. Lakini tunaendelea kuwajengea kama wataalamu, kuwajengea uwezo, lakini pia na kuendelea kuhakikisha kwamba katika miradi ambao wanafanya na kutekeleza inaleta tija katika jamii, lakini pia inaleta chachu kwa vijana wengine ambao hawako katika vikundi. Kwa majina naitwa Michael Joseph Liza, ni mwana kikundi wa Mapambazuko, ni mwenyekiti wa kikundi. Kikundi chetu kinajihusisha na ujasiriamali wa biashara ndogo ndogo, na tumeomba mkopo wa milioni 10, na huo mkopo tumeomba kwa sababu ya kuendeleza biashara zetu, kujikimu na umaskini. Naitwa Haruna Rashid Ramadhani, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana Maendeleo Group Ngolbobu. Kikundi chetu kianza tarehe 24, kujishughulisha na masuala mbalimbali ya kiufundi, na baadhi ya ndani ya vikundi vingine ni wasusi na wengine ni stationaries ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali. Kwa hiyo hasa kikubwa lengo letu sisi vijana, kikundi chetu kimebezi katika utengenezaji wa furniture za ndani ambazo ni samani. Na upande wa kina dada kuna wengine ni washonaji na wengine ni wasusi ndani ya kikundi chetu, na wengine ni watu wa stationery. Kwa tuliomba mkopo kwa niaba kuendeleza shughuli zetu ili kuinua uchumi wetu katika hali zetu ya kiuchumi. Tunafahamu kwamba vijana kwa sehemu kubwa wengi wamekuwa wakitegemewa na familia zao, lakini vijana hao tunaamini kwamba wataajiri wengine, ikiwa ni pamoja sana kuleta chachu ya vijana wengine kuanzisha miradi yenye tija. Kwa hiyo wito wetu kama serikali, wito wetu kama idara ya maendeleo ya jamii, tutaendelea kuwaasa vikundi kwa maana ya makundi yote 4 kuhakikisha kwamba katika fursa ambazo serikali inatangaza, kwa maana ya fursa hizi za mikopo na fedha hizi ambazo zinakusanywa na halmashauri, waendelee kuomba kwa maana ya kufuata zile taratibu zote ambazo zinahitajika, ikiwa ni pamoja na kuunda vikundi, lakini pia kusajili vikundi katika mfumo ule wa 10% ambao uko chini ya wizara yetu ya TAMISEMI. Na baada ya kuvisajili vikundi, waanzie katika ngazi zile za kata kwa maana ya kuanza kuomba sasa maombi ya usajili. Na baada ya kuomba usajili ule na wakafanikiwa kusajili kikundi na kupata zile hati za usajili, basi watajengewa uwezo na maafisa ambao wako kule ngazi ya kata. Na baada ya kujengewa uwezo, inapofika sasa katika uombaji wa mikopo, maana yake matangazo yale ya kuomba mikopo kwa fedha ambazo zitakuwa zimetengwa kwa kipindi hicho, watatangaziwa, watapata matangazo na wataingia katika mifumo
na kuweza kuomba mikopo hii. Na bahati nzuri sana serikali imeweka wigo mpana sasa hivi katika sifa hizi ambazo zinatakiwa, ikiwa ni pamoja na kuwa na shughuli ya pamoja, lakini pia imeruhusu kwamba kila mwanakikundi anaweza kuwa na shughuli yake binafsi, lakini akawa chini ya mwamvuli wa kikundi. Kwa hivyo tunaendelea kusisitiza hayo kwamba sifa hizo zipo na zinazingatiwa ili ziweze kufuatwa. Kwa hiyo wito wetu tunaendelea kuwaasa wananchi, lakini kupitia hivyo vikundi kwamba waendelee kuunda vikundi, kwa sababu wakati mwingi kumekuwa na upotoshaji kwamba mikopo hii haipo, mikopo hii ni ya kisiasa. Lakini tuwaeleze tu waziwazi kwamba haya ni masuala ambayo yapo kisheria na sera yetu inaruhusu kwamba ilishapitisha kwamba vikundi hivi wananchi wawezeshwe kupitia vikundi hivyo. Kwa hiyo wito wetu tunaendelea kuwaasa wananchi waendelee kuunda vikundi hivyo, kuendelea kusajili, lakini pia wasisite kuendelea kuomba mikopo hii. Kwa kifupi sana, zoezi hilo ni endelevu na vikundi vinaendelea kuwezeshwa. Asante sana. Mungu aguse hitaji lako mama. Mungu asikie ombi lako mama. Tena ayafute machozi yako mama. Umelia inatosha. Umelia inatosha.